Haya, sasa mko sawa? Niseme maneno sasa ama niwache? Najua hii safari imekuwa mrefu. Nataka niseme mambo mawili matatu, alafu mnionyeshe pahali ya wazee, nikamate 2-3 ya kutafuta usingizi. Hapo ni sawa? Iko mahali ya kutafuta 2-3 ya wazee hapa karibu? Masaa imefika ama bado? Oh, bado. Sasa tunataka kusema hapa Likoni, si mlikuwa watu ya ODM? Hii ODM Ruto amenunua kwa Oburu, Junet na Wanga. Alikuwa amewapatia deposit. Jana amelipa balance. Si ndio? Hii watu ya ODM hawajui Ruto. Mimi ndio najua Kasongo. Simuulize mimi. Si mimi ndio nilikuwa na yeye? Si nikamsaidia akakuwa rais? Akanipiga teke? Akanichenga? Mimi namuelewa. Mimi niliambia watu ya ODM, huyu Kasongo aliniambia nitamaliza ODM. Sasa ODM amekata mara 4. Amemwambia Joho, watu ya Pwani toa ODM. Amemwambia Oparanya, watu ya Western toa. Amekuwa na ODM 2 ya Luo Nyanza. Anataka ODM ibaki ya Luo Nyanza. Sasa jana ameita Oburu, ameita Wanga, ameita Junet, hapo wanakula nyama, jugu karanga, anawadanganya. Saa ile wako State House, uchaguzi wa UDA unaendelea Kisumu na Siaya na Homa Bay na Migori. Sasa UDA imechukua nafasi ya ODM huko Luo Nyanza. Huyu Wanga na Junet na Oburu wanazunguka hapa State House. Jugu karanga iko kaimati, iko maandazi, wanadanganywa hapa na Kasongo, wanadanganywa. Ikifika jioni, UDA imechukua kila structure katika Luo Nyanza. Hawa watu ya ODM wakipata viti 20 uchaguzi ujao ni bahati. So mimi nataka kuambia nyinyi, watu mlikuwa ODM, imewalizwa na Ruto. Mjipange na DCP, mjipange na Wiper na DAP-K. Mtafanya hivyo? Mtafanya hivyo? Si DCP ni ya kusikiza ukweli? Wangapi mnataka kuja DCP? Bas. Alafu wengine waingie Wiper. Watu ya Wiper iko wapi? Kwa sababu mimi nilimwambia huyu watu ya ODM, huyu Kasongo mimi namjua, ni mjanja. Alikuja pale kwetu na Biblia, anafunga macho na kujifanya anaongea na ulimi, na anakuja na pesa kanisani na kusema Bwana asifiwe. Tunasema amina. Kabla tujue ametuweka kwa box. Si ndio? Akatudanganya tukamfanya rais. Akaambia sisi ati ataweka sisi pesa kwa mfuko. Kuliko atuweke kwa mfuko, ile kidogo ilikuwa akafanya nini? Masomo ya Mwai Kibaki ameharibu. Leader mama ya Uhuru Kenyatta ameharibu. Ameleta uwizi. Sasa IMF imesema hawezi fanya kazi na Kenya kwa sababu Ruto ni mfisadi. Nimepigia wazungu nauliza sasa tutafanya nini? Wazungu naambia hapa tuko na shida, mtusaidie. Msiumize sisi kwa sababu ya Kasongo. Wazungu wameniambia kama mnataka usaidizi mtoe Kasongo kwanza ndio tuongee. Sasa hatuna njia nyingine. Si ndio? Walimu walienda wakasimamia mtihani. Wakarudi wakaenda wakamaki mtihani. Pesa yao Kasongo akasema apatiwe, atapatia walimu. Hiyo pesa akachukua akagawia Soprano. Si mnajua Soprano? Wakaenda kuhonga watu. Sasa walimu wamewachwa kwa mataa. Walimu ile pesa yote walifanyia kazi Disemba kusimamia uchaguzi, kusimamia mtihani na kufanya marking. Kasongo amewagonga. Sasa huyu Kasongo anagonga kila mtu. Iko mzingine anaitwa Duale. Ameiba pesa ya SHA. Anapeleka Dubai. Anasema ati SHA inafanya kazi. SHA inafanya kazi? Sasa anadanganya walimu. Ate walimu msikuwe na shida. Nimepanga maneno muende kwa hospitali ya county.
Serikali ya kaunti inadai SHA bilioni 8. Hakuna dawa. Sasa walimu mkienda county hospital there is nothing. Sasa nyinyi walimu muamuke, muweke mgomo, museme mtolewe kwa SHA, murudishwe kwa Minet pahali mlikuwa mnasaidika. Si ndio? Hii Kasongo amehangaisha kila mtu. Sasa nyinyi vijana alisema mpigwe risasi mguu. Si alisema? Si ni alisema? Si mtu ni mtukutu na kiburi. Sasa niulize nyinyi, kama hii jamaa anasema mpigwe risasi kwa mguu na anatafuta kura saa hii, akirudi na hataki kura tena, si atasema mpigwe kichwa? Si atasema mpigwe kichwa? Mtakubali? Mtakubali? Sasa ati hapa Pwani, ati Joho ameambia Kasongo, watu ya Pwani yote wako chini yangu, wewe usiongee na mtu mwingine. Sasa Joho ameuza nyinyi kwa Kasongo, tayari amechukua deposit, anagoja balance. Si ndio? Nyinyi mtafuata Joho? Mtafuata Joho? Sasa yeye anaambia Kasongo ati nyinyi mnategemea chakula, ati maji, ati watu ya Pwani bila yeye ni kama Mungu. Sasa watu ya Pwani, naomba nyinyi kwa heshima tutembee na Wakenya wengine. Muko tayari? Tukomboe Kenya. Tukomboe Kenya. Mimi pale kwetu Mlimani nilikuwa na hiyo jamaa pale Olokalao. Mliniona? Mliniona hapo kwa mazishi? Alikuwa ameingia kwa boma ya mzee bila ruhusa. Akaambiwa, wewe Kasongo, hii boma iko na mzee mwenyewe anaitwa Rigiji. Kuja pole pole, kuja na heshima, wacha kiherehere. Akaketi hapo chini, nikapatiwa microphone, nikamsomea dakika 30. Akiangalia, alikunywa maji chupa 16. Akahangaika. Kasongo hangaishwe asihangaishwe? Kasongo hangaishwe asihangaishwe? Hapa Likoni nataka tubadilishe. Mtutafutie mjumbe wetu wa upinzani. Mtatafuta? Mtatafuta? Si ndio? Muko tayari kufanya mabadiliko hapa? Sasa ya mwisho, huyu mtu naitwa Murkomen ametengeneza goons ya kuangaisha mikutano. Ametengeneza goons ya kuimba mashamba. Pale Kiambu, shamba moja inaitwa Kasarini, ameweka goons 100 hapo, wananyakua shamba ya mzee anaitwa Bogwa kwa nguvu. Wewe Inspector General, jana ulisema utaki mambo ya goons. Hao goons 100 wako kwa hiyo shamba, kwenda uwatoe. Kwa sababu itakuwaje nchi huru kama ya Kenya ate goons ndio wanatawala Jamhuri ya Kenya? Na wewe Murkomen mkiwa na Kasongo, next year tukifukuza nyinyi mtaenda jela. Waende wasiende? Waende wasiende? Na mimi namwambia wewe county commander wa Kiambu, wewe unatumiwa na Murkomen kuweka goons kwa hilo shamba. Wewe mwenyewe next year utaenda kotini kujibu mashtaka. Na tunataka kuambia police officers, wale wote wanatumika vibaya, next year mwezi ya 9 tukichukua serikali, mtaenda kwa bao kujibu mashtaka ya kutumia mamlaka vibaya, ya kuumiza Wakenya, mambo ambayo hayawezekani. Si ndio? Mimi nataka nikuwe cousin wenu na rafiki ya watu ya Pwani. Mmenikaribisha? Huyu Kasongo ananiita mkabila. Mimi ni mkabila? Si mimi natetea Wakenya? Sasa mimi nimefika kwa my cousins hapa Likoni. Wewe Kasongo umezoea kuniingilia, ukienda Nyanza kunitukana. Leo niko hapa kwa my cousin Likoni. Kama yeye ni mwanaume, kuja hapa uniingilie. Si ndio? Na hii Kasongo ni mwoga. Juzi alikuwa Mandera, anajigamba, oh mimi ni rais, kuna watu wananitisha. Nani anaweza tisha rais? Mimi sitaki hiyo maneno, watajua mimi ni rais. Saa hiyo kulikuwa na baluni ikapasuka, Kasongo akakimbia na jikojolea. Mlimuona? Ni muoga si muoga? Ni muoga si muoga? Aende asiende?
Sasa alikuwa hapa na uongo, anaongea mambo ya bodaboda. Mwaka 2 ametaja bodaboda. Alikuwa anaongea mama mboga, ametaja mama mboga. Ni muongo si muongo? Sasa anasema ati tutaenda Singapore. Ni uongo si uongo? Pale mlimani akiongea mambo ya Singapore tunamchekelea. Hata mimi nataka mjifundishe kuchekelea Kasongo. Si ndio? Tufanye practice. Nikitaja tu Singapore mnaanguka na micheko. Watu ya Likoni, nimekuja hapa kuona mambo yenu. Mimi najua nilisema mtapata mtungi ya gas bure, lakini bado kidogo. Bado mimi napanga. Mimi najua nilisema nitaweka nyinyi pesa kwa mfuko. Hawa kina Rigiji wakanipigia kelele nikachelewa. Lakini mimi napanga, msikuwe na wasiwasi. Mimi ni mtu ya mpango. Mnajua mimi nimesoma, niko na degree 3. Mimi naelewa maneno ya Kenya. Watu ya Likoni, naomba nyinyi ndugu zangu, mniamini mimi. Niko na mpango mpya. Nimepanga vizuri. Nimekaa na wataalamu. Mkiniongeza miaka 5 watu ya Likoni, Likoni itakuwa kama Singapore. Achekelewa sichekelewe. Niko hapa na kijana ya Mau Mau, kiboko ya Kasongo. Mnajua yeye anaitwa nani? Hii kijana huyu ndio dawa ya Kasongo, kiboko ya Kasongo.